Naam, shukran jidan mpenzi mtazamaji wa jukwaa la KTN. Karibu na hujambo na mtazamaji. Jina langu ni Franco Tieno. Hii leo katika swala nyeti tunazungumzia swala ambalo kwa kweli limegusa vichwa vya habari hii leo katika gazeti la Standard. Tumeona na tukasoma kwamba kwa kweli vyama vya walimu vimelemazwa, shughuli zao zimelemazwa kabisa katika matawi yote kuanzia Nairobi hadi katika kule mashinani. Hivyo basi bila kupoteza muda basi najiunga nao viongozi ambao wamekuwa wakishiriki moja kwa moja katika kufanikisha shughuli za kutetea maslahi ya walimu katika ngazi mbalimbali, nikiwa na chama cha KUPPET na chama cha NAT. Chama cha KUPPET kimewakilishwa na mwenyekiti wa kitaifa bwana Omboko Milemba ambaye tuko naye katika studio. Baada hapo tuko naye bwana Macharia Mugwe ambaye vile vile ni mwenyekiti, samahani, ni katibu wa chama cha NAT katika tawi la Nairobi au county ya Nairobi. Karibuni. Asante. Bwana Omboko, siku nyingi sana bwana. Asante. Pesa Naam. Naam, swala ni pesa, maana umesema kwamba kwa kweli shughuli zenu zimelemazwa na mwajiri ambaye ni tume ya huduma kwa walimu TSC amedinda kukusanya zile hela kutoka kwa wanachama ambao ni walimu. Hebu tuelezee kwamba je, kwa sasa hivi mna hali gani katika chama hicho kule mashinani au hata hapa Nairobi? Hali iko namna gani katika ofisi zenu? Asante sana Franco Tieno. Tangu tukuwe na ule mgomo wa mwaka jana Septemba, na mgomo ambao walimu walikosa kupewa mshahara, tume ya Teacher Service Commission ilikataa kabisa kutulipa ile ada ambayo tunaita union dues. Na union dues huwa inalipwa kila mwezi kila mwalimu, ili kuhakikisha kwamba huyo mwalimu anaendelea kusema kwamba ni mwanachama wa chama. Kwa hivyo tangu mwezi wa Septemba tumekuja Oktoba, Novemba, Disemba, mpaka wa leo tumefanya uchaguzi bila kupata zile union dues. Kwa hivyo chama kimeathirika sana kwamba hatuna pesa ya kulipa wale wafanyikazi wetu ambao wako katika maafisini kote nchini. Tuna watchman, tuna secretary pale, na kuna wale executive secretaries. Kama huyu ni executive secretary wetu, hata huyu wa Kenya tunajua hajawahi lipwa kwa miezi 6 mpaka wa leo. Now hii imemaanisha kwamba huwa wafanyikazi wetu wanachukua loans. Kuna wale ambao wamekuwa auctioned, nikitumia kimombo hapo, yani benki ambazo walikuwa wamechukua mikopo nazo zimeweza kuenda kwa auction. Kuna wale wamewacha kazi sababu ya apathy, sababu wameshindwa ni nini kinaendelea, na ofisi pia zimefunga. Na Teacher Service Commission ambayo inaongozwa na commissioners ambao ni walimu kama sisi, wanaendelea kufurahia sana kwamba wanapiga vyama vya walimu ambao ni walimu kama hao, na wako pale hapa Hill wanasherekea sana. Kwa hivyo hiyo ndio hali tunayo. Walimu viongozi wao wanaumia, ilhali wale walimu ambao walitengwa kuwa viongozi wa Teacher Service Commission wanasherekea pale juu. Pole sana. Bwana Macharia, hebu tuelezee kwamba hali kuna namna gani katika tawi la Nairobi? Ofisi kuna namna gani? Wafanyikazi wanalipwa? Hali yenu iko vipi? Vile chairman amesema, kwa miezi 6 hatujapata pesa kutoka kwa TSC, ile union dues. Kwa hiyo miezi hatujalipa wafanyikazi. Kama kwa ofisi yangu niko na wafanyikazi 6, sijawalipa kwa miezi 6. Wanakuja, wanakaa, tunahudumia walimu, lakini kama Nairobi tunaendelea kuhudumia walimu, lakini hatuna pesa. Kwa hivyo tunaona kama hii ni njia moja ya kumaliza vyama za wafanyikazi nchini. Kwa sababu kusema ukweli hatuoni ni ile the reason why TSC haitaki kulipa hiyo pesa, ila members hawajakataa. Hawajaandikia TSC, waandikie barua waambie sisi hatutaki kuwa wanachama wa NAT, hatutaki kuwa wanachama wa KUPPET. Sisi tunaona hapa kama njia moja ya kudhulumu wafanyikazi nchini. Bwana Macharia, kupitia kwa uongozi wa kitaifa akiwemo mwenyekiti Muzo Nzili na katibu Bwana Sosion, sijui kama kuna ule mpangilio ambapo mmeshaandikia tume ya huduma kwa walimu TSC kwamba ili kutaka kujua kuna sababu gani, ni zile sababu zipi ambazo hamlipwi? Chairman na secretary general wangu wamekuwa wakiandikia tume ya TSC kuhusu
hii mambo ya union dues. Hata tarehe 23 hiyo ni that is on Wednesday, Jumatano. Naam. Kuna mkutano ya ile baina ya NAT na Reba reconciliation, lakini hata tukiwafanya namna gani, TSC imedida kabisa kutoa pesa. Imekataa. Kwa hivyo hiyo tunaona ni njia moja ile haikubaliki. Bwana Omboko, Yes. Mmekuwa mkishiriki katika migomo mbalimbali, na mgomo ule ambao labda huenda uliudhi sana TSC ni ule ambao ulidumu kama wiki kama ngapi? Kama 5 hivi. Ndio. Kwa hivyo nafikiri labda mnaadhibiwa kwa sababu hilo. Walimu wanaadhibiwa sababu tume ya Teacher Service Commission imeamua kutofuata sheria za nchi. Wanakeuka sheria zifuatazo. Kwanza ni ile constitution yenye ama katiba. Ukienda katika ile section 41 ambayo inaruhusu wafanyikazi wote wakiwemo walimu kujiunga na vyama vya wafanyikazi vile wanavyotaka. Kwa hivyo kwa njia ya kutochukata hiyo union dues, hawataki walimu wakuwe katika chama cha wafanyikazi ama trade union, na hiyo pia inakeuka human rights, sababu rights za vyama vya wafanyikazi vinapatikana katika ile kitengo cha Bill of Rights. Tukienda mbele pia Teacher Service Commission inakeuka Labor Relations Act, ile section 48 ambao inasema kwamba chama cha walimu kikisha sajiliwa kinaandikia minister ama waziri, na waziri anatoa ile tunaita gazette notice, na anajaza ile form inaitwa form S, na kisha jaza ile form S inahitajika mwajiri ama employer aweze kukata hizo pesa kila mwaka. Na kwa ile form yenye mwanachama hujaza, kama leo nimekubebea ile ya Kuppet, utaona yetu inakuanga yellow, ile ya KNUT ni blue. Hapa juu wameweka vizuri sana hicho kitengo ambacho kina zurutisha Teacher Service Commission kukata hizo pesa. Kama Kuppet ni Gazette Supplement 110 ambayo hiko, lakini Teacher Service Commission hawaifuati. Kwa hivyo hii ni ugaidi, sio kwamba wamekasirika. Na sisi tunajua sio Teacher Service Commission inapiga walimu, ni serikali ndio inapiga walimu. Teacher Service Commission inatumiwa tu kama conduit ya kupiga walimu. Kwa hivyo adui wa walimu wanajulikana. Mtazamaji, kumbuka kwamba tume ya huduma kwa walimu TSC tuliwapigia simu hapo mwendo wa asubuhi, tukawaambia kwamba tungekuwa na mjadala kama huu, na tulitarajia kwamba wangechukua fursa hii ya kuja kujaribu kusema mambo ya kuweka mambo bayana kabisa kwamba mambo yako namna gani. Manake itakumbuka kwamba mwaka 1964 mkataba uliwekwa bayana kwa mujibu wa sheria za humu nchini kwamba tume ya TSC ina wajibu wa kukata zile hela kutoka kwa wanachama na kuwasilisha kwa vile vyama. Kwa hivyo basi yamkini kuna sheria inavunjwa. Basi hapo baadaye tutakuwa tunazungumza na wakili Aaron Dubi ambaye atakuwa anatufafanulia dondoo baada ya dondoo kuhusu sheria ambazo zinavunjwa kwa mujibu wa sheria za wafanyikazi. Bwana we, nataka unipe picha halisi namna ambavyo mambo yalivyo katika ofisi yenu hapa Nairobi. Je, sasa hivi watu wamenyongonyea, hawawezi wakalipa rent, watu hawawezi wakapata nauli ya kwenda kazini, hali kuna namna gani? Naomba unipe hiyo picha halisi kwa wale wafanyikazi katika tawi la Nairobi. Wacha niseme hali ni ngumu, kwa sababu wafanyikazi wetu hapa Nairobi hata kufika huwa wanafika wakiwa wamechelewa. Wanafika saa 5, hata mara nyingine hawaji. Na huwezi ukauliza mfanyikazi kwa nini haji, kwa sababu haujamlipa. Na sana sana hawa wafanyikazi wengi wao wako na loans, walikuwa wamechukua loans kwa bank, na hizi loans inatakiwa kulipwa, hawajalipa. Kama last week nilipokea barua kutoka kwa bank ya wafanyikazi wawili wakiwa wamepewa siku 14 walipe wa service loans zao. Kwa hivyo hali ni ngumu, na tena hata sio Nairobi tu, matawi yote ya Kenya unaona ingine maofisi imefungwa. Ni bahati tu hapa Nairobi ofisi yetu haijafungwa. Lakini
Na ningeomba nikukatize kidogo. Kama nilivyoahidi ni kwamba tutazungumza naye Bwana Harun Ndubi. Bwana Harun Ndubi, wewe ukiwa wakili ambaye anahusika na masuala ya katiba. Halo, kama unanipata Harun Ndubi? Nakupata. Asante sana Harun Ndubi kwa kujiunga nasi. Basi ningependa tu ufafanue kwamba je, kuna mkataba uliowekwa baina ya vyama hivi au chama cha walimu na serikali kupitia kwa tume ya huduma kwa walimu TSC kwamba zile hela zikatwe? Mwanzo labda nianzie kusema kwamba ile haki ya watu kuanzisha vyama kama vya kikazi vya wafanyakazi ni sheria, ni haki ambayo imeainiwa kwenye katiba. Pili, katika sheria za ajira